wewe unataka kuja kupata kiwanja cha milioni 70, ndo mpango wako. Ndio. Na una hela. Sasa hizi hela lazima uziwekeze. Ndio. Siku ile nilisema kuna utofauti wa kuwekeza na kutunza. Saving and investing. Sasa kama ulifanya biashara au una kipato, kuna hela huwa inaitwa residue income. Residue income. Hiyo ndio ndio kuwekeza. Residue income ni kipato baada ya matumizi ya lazima. Yeah. Ndio maana huwa anauliza kila mtu anaweza akawekeza? Jibu ni ukweli ni kwamba sio kila mtu anaweza kawekeza. Kabisa. Kabisa. Japokuwa kuwekeza kila mtu anaweza kawekeza. Sio mnanielewa? Nimeshakuelewa. Kila mtu anaweza kawekeza. Kwa sababu kiwango cha kuwekeza ni 10,000 kwenye financial markets, kwenye masoko ya fedha. 10,000 mpaka 5,000 na sehemu naweka taratibu. Lakini kama hiyo 5,000 ndio maisha yako, utaweka nini? Kwa hiyo ndio maana tunafundishana mtu ajikite kuongeza vyanzo vya nini? Vya mapato kwanza. Yeah. Na kuna watu wengine wakishaanza kuzalisha, badala ya kukusanya fedha, wawekeze kwenye vitu vinavyozalisha ambavyo tunaita asset. Robert Kiyosaki ameeleza vizuri kwenye kitabu chake cha Cash Flow Quadrant. Watu wanaenda kuwekeza kwenye vitu ambavyo havizalishi. Mfano, mtu anapata hela, ananunua kiwanja. Anapiga kazi, ananunua tofali. Anapiga kazi, anapandisha ukuta. Anapiga kazi, anaweka, na distance kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine ni ndefu. Mtu, kuna ndugu yangu mmoja nilimuuliza, hii nyumba umetumia muda gani? Akasema, hii miaka 7. Sasa kwenye ulimwengu wa economy, uchumi, miaka 7 unajenga nyumba, maana yake nguvu zako zote ulikuwa umezielekeza kwenye nyumba. East or west. Sio, unanielewa? Sasa hii mentality ni kweli, kuna watu wana mazingira fulani hivi ambao hivi msiri. Yes sir. Kama unashindwa kupanga, unastahili kujenga nyumba. Kama unashindwa kupanga, sasa jengaje na kati kupanga tu uwezi. Kupanga tu. Lakini ndio watu wanachokifanya. Anadunduliza, ananunua ka kiwanja. Huko anahangaika kulipa nini? Kodi. Wakati mwingine anakoswa. Kwa anadunduliza kodi kwake. Kwa anachukua miaka 7-8 kujenga. Wakati angetumia muda ya hela anayoipata kujenga maarifa ya namna gani ya kuongeza kipato. Ili ajenge kwa muda mfupi. Lakini hata kama ni kwa muda mrefu, lakini kutoka kwenye nini? Kwenye residue income.